Mungu hubariki kazi za mikono yetu. Mungu anabariki kazi za mikono yetu. Hakuna baraka nje ya kazi. Tofauti na wengine wanaofikiri kwamba anaweza akakutana na baraka hata bila kazi. Wakati mwingine anaweza akasema kwamba anaweza kupata baraka kupitia kwa mchungaji. Akimwombea mchungaji, basi anakuta nyumba imesimama kwenye uwanja wake. Hamna kitu kama hicho. Kwamba anaweza akaenda kwa mtumishi akaomewa, afu anaingia kwenye mtihani mwanafunzi bila kusoma anafaulu. Hamna kitu kama hicho. Mungu hubariki kazi za mikono yetu. Manake lazima uwe na kitu unakifanya, ndipo Mungu apitishe baraka mahali hapo. Nikafikiria pia kuhusu mwanadamu wa kwanza ambaye Mungu alikuwa na uwezo kabisa. Kipindi hicho kulikuwa na miti. Angeweza kumtengenezea bao ili au anacheza bao toka asubuhi mpaka jioni, au angeweza kumtengenezea kitanda. Mwanangu, unalala kwenye kitanda hiki ugalegale usiamke, unastarehe wakati wote. Au angeweza kumtengenezea tabwawa ili bwawa unaogelea tu unapata raha. Lakini badala yake anamwambia Adamu, na kukabidhi hii bustani uilime na kuitunza. Manake alikuwa anamwambia afanye kazi, asikae kizembe. Lakini ukikutana na watu wakati huu, visingizio vingi, kumbe ni uvivu tu. Tashanga mtu anasema mimi hata siwezi, hata kuuza nyanya siwezi, maka nyanya zinaoza. Wanaouza wote, kwa nini wasiache? Lakini mwingine anaweza akasengizia, hii kazi siwezi kuifanya kwa sababu sijui na hasara hizi na hizi. Nani kakwambia? Ukiwa na kazi, Mungu ndipo anatia mkono wake. Nani kwambie kwamba usipokuwa na shughuli ya kufanya, lazima utamkosea Mungu. Manake utabaki kuwajadili wale waliofanikiwa. Kuna watu utashangaa mtu anamjadili tu, huyu sio bure, kwa mafanikio haya ana nguvu nyingine. No. Alivyokuwa anaenda kulima, analima heka ngapi za mashamba, ulifikiri atavuna nini? Si ndio alivyovuna? Ndio hayo magunia unayoyaona. Alivyokuwa anafanya biashara kwa bidii, unamuona amefanikiwa, amejenga majumba mazuri, unasema sio kawaida. Wewe unafanya nini? Utaingia kumkosea Mungu. Hapo ulipo, ambayo kazi Mungu amekupa, fanya kwa bidii ili uone mafanikio. Fanya kwa bidii. Kama ni kusoma, soma kwa bidii. Kama uko ofisini, fanya kazi yako kwa unyenyekevu, kwa nidhamu na kwa bidii. Mtu amepandishwa cheo, yawezekana amepandishwa kwa ajili ya unyenyekevu wake na bidii yake ya kazi. Lakini unabaki kusema haiwezekani. Kuna mahali alitembea wapi? Fanya kazi, utaziona baraka za Mungu. Mungu atapitisha baraka kupitia na kazi unayofanya, kupitia na jinsi unavyojituma kwenye kazi. Kama ni mkulima, lima sana. Kama ni mfanya biashara, fanya sana. Kama ni mfanya kazi, fanya kwa bidii na kwa unyenyekevu. Mahali popote ambapo Mungu amekuweka, hata kama wewe unahudumu sehemu fulani, fanya kwa moyo, kwa unyenyekevu na kwa nidhamu na kumsikiliza Mungu. Hata kwenye biashara unahitaji kumsikiliza Mungu, ndipo utakapoziona baraka za Mungu. Hakuna baraka nje ya kazi. Hakuna baraka nje ya kujituma. Hakuna baraka nje ya kumsikiliza Mungu. Mungu akusaidie. Ondoka kwenye malalamiko, ingia kazini. Ondoka kwenye kuwasengenya waliofanikiwa, ingia kazini ili Mungu akufanikishe. Mungu akusaidie na Mungu akuwezeshe. Nikutakie tafakari njema. Amen.